We are heading to right now we're heading to Mombasa County, where Francis Mtalaki is standing by, and he's going to get views on the impact, how Kenyans believe, those in the tourism sector believe they'll be impacted by the Finance Bill 2024, as well as those who import vehicles. Over to you, Francis. Naam, asante sana kutoka studio zetu jijini Nairobi. Hapa tulipo ni kisiwani Mombasa, hasa katika barabara kuu hii ya Mombasa kuelekea Malindi. Na hapa pia kuna biashara ambazo hunoga mchana na usiku. Giza linaingia, lakini utapata pia wafanyabiashara hawa wanaotengeneza vitanda ambao pia wanaendeleza biashara zao hapa, ambao pia ndio tumeweza kuwatembelea hii leo. Tuje tupate maoni yao. Nipo na mmoja wao hapa. Tueleze wewe majina yako, alafu niambie katika kazi unayofanya kila siku, labda kuna huu mswada wa fedha mwaka 2024-25, maoni yako ni yapi hasa kama Mkenya wa kawaida? Asante kwa ajili ya hilo swali. Kwa majina naitwa Bob Henry, na katika mswada unaoendelea, kusema ukweli, katika eneo la pwani kitega uchumi ni utalii, na unapata ya kwamba kama watalii hawako, hakuna biashara ambayo inaweza endelea katika eneo la pwani. Na haswa sisi katika biashara yetu ambao unaona ya vitanda, biashara yote ambayo inaendelea eneo la pwani, tunategemea watalii. Sasa watalii hawawezi wakazuru katika eneo la pwani kwa sababu hamna pesa, kila kitu imepandishwa. Sisi pia wafanyikazi imefika wakati tunaumia, manake tunategemea mabosi wetu watulete pesa, lakini wao wanalia hamna pesa kila wakati. Ukisikia kwamba kuna baadhi ya vitu vinapanda, kwa mfano tuchukue mfano kwamba mkate unaokula kila asubuhi kama kiamsho chai chako utatoka shilingi 65 hadi 75, wewe utaweza kumudu? Kusema ukweli itakuwa ni vigumu, kwa sababu si maisha ambayo nilikuwa natarajia, na hata nilipompigia rais wangu Bwana Ruto, sikutarajia kwamba maisha yatakuwa jinsi yalivyokuwa. Lakini yeye ametugeuza, ni kwamba sisi ni kitega uchumi kwake, kwa sababu mkate haiwezi kuwa kwamba inatoka 65 inapandishwa tena. Awali nilikuwa nainunua katika shilingi 50, lakini sasa hii imefika shilingi 65 na bado inataka kupandishwa. Watoto wanataka kusoma. Sasa utanunua mkate ama utasomesha mtoto? Na ukipoa labda vitu ambavyo labda vinapaswa kupunguzwa ama kuondolewa ushuru, vitu kama gani? Aswa bidhaa muhimu ambaye yafaa iondolewe ushuru na itasaidia mwananchi wa kawaida. Aswa bei ya mafuta ikishuka, kila kitu najua itakuwa imeshuka. Aswa chakula, tutajua ya kwamba maisha yatakuwa nzuri. Hizi trilioni 4 kwako wewe na maisha haya ya Mkenya wa kawaida, tutaweza kuzikusanya? Kwa hakika sitakuwa naweza, kwa sababu gharama hiyo, biashara mwanzo ilikuwa imenoga, lakini kwa sasa imerudi chini, ambao hata kupata ile kiwango tuliokuwa tunapata awali imekuwa ngumu. Usiku unaweza toka na pesa ngapi? Mwanzoni nilikuwa naweza toka na, kama mfanyikazi nilikuwa naweza toka na shilingi 2,000, lakini sasa hii imepunguzwa, hata kupata shilingi 1,000 kwa siku inakuwa ni ngumu. Sawa, sasa acha tumpate mwenzako pia. Songa hapa karibu pia, useme na sisi, labda wewe pia tuambie majina yako na haya masuala ya mswada wa fedha, hasa katika bajeti hii ambayo inaendelea katika bunge la kitaifa. Labda wewe maoni yako ni yapi? Wapi serikali inapaswa kukuangazia wewe kama Mkenya wa kawaida? Sasa kwa majina yangu naitwa Saidi Rua Mazera. Okay. Kusema la kweli, kulingana na mswada ambao unataka kupitishwa au watu wanafikiria kuupitisha kwa sahihi, unakuwa ni mgumu sana kulingana na hii situation sasa tuko nayo. Kwanza, kabla hapo tayari maisha yalikuwa yamepanda. Ukiangalia transport yenyewe ya kutoka VOK mpaka Marikiti ni shilingi 70 usubuhi, au sengine unaweza pata hata matatu mtu anakutajisha shilingi 100. Sasa jiulize sasa hii tena ikipandishwa tena VOK mpaka Marikiti unaweza chajishwa 150. Hiyo 150 yenyewe labda kule umeenda kibarua unapata labda 400 au 300. Sasa jiulize, utaweza kuweka lunch, utaweza kutafuta fare ya kuja nyumbani au kutafuta chakula? Sisi ni wapwani, tunajua tunapendaga vitu soft. Sasa niulize, mkate umepanda, mkate umepanda. Yule mtoto asubuhi lazima atoke at least akuwe na kasles kidogo aende. Sasa kama umepanda kweli tunaweza kupata? Hatuwezi. Kama mchele sasa ukipanda tunakuwa matatizoni, umeelewa? Kwa hivyo kivyovyote mimi
sikutarajia kama inaweza fikia hapa. Manake Ruto nilimpenda nikijua vile amesema yeye ni mtu wa hasla na alianza anaanzia chini. Sasa hiyo tayari imeleta shida kwa mama mboga. Maana mama mboga anategemea gari itoke juu ikuje chini. Sasa kama hiyo gari yenyewe itapandishwa mafuta, jiulize tomato tutanunua pesa ngapi? Si yenyewe hii juzi kulikuwa na hii mambo ya matatizo ya mgoka. Tomato ulikuwa ukienda sokoni kununua, unanunua tomato moja kwa shilingi 15. Na ulikuwa ukienda pale shilingi 10 unaletewa mrundo. Sasa hiyo ilikuwa ni upande wa mgoka. Sasa hii ikuje tena ni mafuta. Imagine. Ipandishwe. Mimi mwenyewe nauza maji. Ile maji nategemea gari ikuje intile maji. Sasa kama mafuta itakuwa imepandishwa, ina maana mtungi nitauza shilingi 40. Sasa hii yenyewe ni 30. Sasa nikiuza 40 nitapata nini? Hakuna kitu nitapata. Sawa. Asante kwa semi zako. Na ni baadhi tu ya semi kutoka kwa baadhi ya Wakenya katika eneo hili la VOK akiweza kuchangia tu katika masuala haya ya mswada wa fedha, na niweza kukomea hapo na nikuregesha kwa Kelulu na Olive. Thank you for that, Francis. Lulu, should I say hayo maoni yalikuja moja kwa moja? Yeah, kutoka county 001, county ya Francis Mtalaki.